Tumekuja hapa zaidi ya mara 3. Tunachukua magari kutoka huko tuliko, tunakuja moja kwa moja mpaka hapa. Tukifika hapa hatupati suluhisho la aina yoyote, lakini jengo linaendelea kutulilia hapo, kwa sababu maeneo hayo tulitakiwa kupata ekari 1600. Lakini kilichofuata ni nini? Hatujawahi kukabidhiwa maeneo yale rasmi. Mwenyekiti wa kijiji ambao wanataka kutoa ile eneo ni nani? Unalijua ile jambo? Hao waliomba kwa ujumla wa ekari 1600 na jukumu tuliowapa ilikuwa ni kujenga jengo la maabara, lakini kutokana kwa sababu zilizokuwa nje ya uwezo ya watu hao walishindwa kukamilisha jengo kwa wakati. Serikali ya kijiji iliyokuwa madarakani kipindi hicho iliwaita kama mara 3 na miktasari ipo, waliwapa muda, walishindwa kukamilisha. Naomba kwa kifupi tu, baada ya kusikiliza yaliyojibiwa, mwenyekiti kaa kwanza. Mwenyekiti anasema ametoa ardhi kulingana na kazi mlioifanya. Hebu niambie nyie, makubaliano yenu ni nini katika huduma mtakayotoa, lakini kitu gani mtawapa wanakijiji, na pia muda gani huo mkataba na makubaliano utakuwa umekamilika? Karibu. Mheshimiwa Naibu Waziri, ndio. Nina documents hapa, ziko hapa ambazo zimeangaliza kona zote ambazo zilitakiwa kufanyika. Kwa hiyo sitaki kuzungumza mengi sana, kwa sababu ni vizuri kutoa documents ambazo zipo tayari kupokea documents. Asante sana. Documents iliyoko hapa mbele yangu ni kuandaa mpimaji wa ekari 1600 za wakulima wakati 38. Kuandaa upimaji. Nani anatakiwa kuandaa? Yaani kuandaliwa kupitia dokumenti hii ambayo anaulizaje? Nani anatakiwa aandae hizo ekari 1600? Ni wewe, kijiji au nani? Ni kijiji. Kijiji. Ndio. Haya, kazi ya kwanza kijiji iainishe eneo hilo lenye ekari 1600. Lini? Ifikapo lini? Hapa kuweka mwisho. Kwa makubaliano hayo hayana mwisho. Chukua karatasi. Naomba nyie wana kikundi, nendeni mkatimize wajibu wenu. Kama mmeambiwa mkamalize jengo, maliza jengo ili uwadai wanachokidai, lakini rejeeni nguvu mlizo nazo katika kutoa ardhi ya kijiji. Mkaja kuwadanganya mna uwezo wa kutoa ekari 1600 wakati hamna uwezo wa kutoa 1600. Msiende kuvamia eneo ambalo tumeshamkabidhi mwekezaji. Hapo utakuwa unaingilia haki za mtu mwingine. Wenye watulivu, msivamie eneo lake. Tulishampa na ana hati. Sisi tumbane kwa vikao vyetu ili aweze kutekeleza tuliyokubaliana. Ukienda kuvamia, wewe unaingia kwenye kosa la jinai. Na hili ni kwa maeneo yote ya wawekezaji Tanzania waliopewa kwa haki wakiwa na hati. Sisi wanakijiji tusivamie maeneo tuliyotenga kwa ajili ya uwekezaji. Hilo naomba niwaambieni, halitaleta tija kama tukiamua kupigana. Halitaleta tija kama tukiamua kumvamia tu. Tutakuwa tunavunja sheria za nchi hii.